Karibu tena kwenye siku ya 3 ya mafunzo yetu ya Adobe Premiere Pro kwa Kiswahili. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video hii, hakikisha umesubscribe ili usikose masomo yanayofuata. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia transition na keyframes ambazo zinasaidia kufanya video zako ziwe laini, ziwe za kuvutia zaidi, si ndio? Kwanza kabisa, transition ni nini? Transition ni mpito kutoka video moja ya transition. Ni kama mabadiliko au mpito, tuseme mpito. Ni mpito kutoka video moja kwenda video nyingine, au clip moja kwenda clip nyingine ambazo zinakuwepo hapa kwenye timeline yako. Na umeona hii video inavyohama hapa, hii video ya kwanza kwenda ile video nyingine hapo. Umeona inavyohama? Yaani unaona kabisa video imehama hapo, hatujaweka transition. So kutoa hiyo hali na ili kuongeza transition kwenye video, unaenda unabonyeza hapa juu hapa effect, naisikilizia kidogo ifunguke. Ya unakuja effect huko upande wa kulia huko itafunguka, kwa kuna Lumetri audio effect, audio transition tunaachana nazo, si tunadili na transition, video transition. Tunabonyeza hapa video transition. Transition nayoipenda mimi kuitumia ni hapa close dissolve hapa. Sasa kuiweka, namna ya kuweka hiyo transition, una click and drag, una click na kukandamiza, afu unaiburuta mpaka hapo katikati ya nini, katikati ya clip hizo ambazo unataka hiyo transition iwepo hapo. Ukiplay, ngoja tuone, ukiplay simuona inavyohama sasa hivi tofauti na mwanzo ilikuwa kama inakata hivi, si ndio? Na kama labda hiyo transition yako unataka uipunguze au uiongeze, unaibonyeza tu hiyo transition, then unaweza ukaipunguza hivi au ukaiongeza transition yako, si ndio? Utaangalia unataka transition yako hiyo inachukua muda gani, kama hivi, au ukaipunguza tena, ndio kama hivyo. Ukiona inaenda haraka haraka, labda ukaiongeza hiyo transition yako kama hivi. Kwa mfano labda umekata video yako sehemu zaidi ya moja, kwa utaichukua tena utadrag sehemu zote za hiyo video yako. Kwa hata ukija ukiplay hapo, unaona video yako ina move smooth kabisa, inaenda vizuri kabisa hiyo video yako hivyo. Yani zipo nyingi, unaweza ukatumia hii film dissolve, deep to white, unaweza ukatumia hiyo hapo, zipo nyingi sana. Kipengele cha pili hapo ni nini? Ni keyframe, si ndio? Kwa kwenye keyframe kazi yake nini? Keyframe inatumika kufanya picha au video ibadilike hatua kwa hatua. Kwa mfano unaweza ukaplay, yani video inavyoplay ukaibadilisha labda location, ikaenda kushoto, ikaenda kulia, au inavyoplay ikawa ina play huko, ina zoom in. Kwa mfano sasa labda hii video hii hapa unataka kuanzia hapa inavyoplay iwe ina zoom in, ina zoom out. Hapo iko kawaida iwe ina zoom out. Cha kufanya unakuja huku kwenye nini, effect control, unakuja scale. Hapa scale hapa kuna position, kuna scale. Ukija hapa position, ukibonyeza hii au huko, maanake unaipeleka hii ya kwanza inapeleka kulia au kushoto, hii ya pili inapeleka juu au chini. Lakini ukija hapa rotation, kwamba ina rotate hivi video yako. Kwa mfano sisi hapa tunataka tufanye video hiyo ina play, ina zoom, ina play huko, ina zoom out, si ndio? Huku ina zoom out.
Bonyeza hapo, unakuja kwenye scale, utabonyeza hichi kialama kama cha stopwatch, unakiweka active, kiwe active, itakuletea hii hapa key. Kwa hiyo hapo key unaisogeza labda video yako mpaka ikifika hapa izoom out, tutaisogezea hapa labda mpaka tuweke hapo 150, si ndio? Kwa angalia hapo, kwa ukiplay hapo video yako itaplay huku, inafanyaje? Inakuja mbele. Na hii keyframe inatumika kwenye video au kwenye picha. Kwa mfano labda tuweke hii picha hapa, labda tuweke hii picha hapa, labda tujaribu hii picha, ndio nipandishe juu kidogo. Kwa hapo labda tunakuja kama kawaida keyframe, nisogeze mpaka hapa, kamera yetu iishie labda hapa, si ndio? Kwa hiyo ndo kazi ya nini, ya keyframe. Ukiplay hapo kwenye hiyo, ndani ya hizo key, kamera yako itakuwa ina pop kuja, ina zoom in, ina zoom out, ndio ndo vitu kama hivyo. Hiyo ilikuwa day 3. Asante kwa kutazama. Kama umefurahia somo hili, bonyeza like, subscribe na washe kengele ya notification. Tukutane kwenye day 4.